Kimya kimya basi njoo Mbezi kwa kina mima. Si unajua mimi nishajipanga mtu mzima, show kali yenu so nusu tunawapa nzima. Ni Mangwea Albert yuko na J-Mo Juma Mchopanga, More Technique More Flavor. Ni moja kati ya washikaji ambao wameshatubalikia hits ambazo tunavyozungumzia Bongo Flavor ina miaka mingi imefanya vitu vikali. Basi hii ni moja kati ya project kali kabisa kutokea kwao, ilifanyika pale Bongo Records. And story ya Mangwea na J-Mo ni noma kabisa, kwa sababu wakati J-Mo amepata nafasi Bongo Records, Mangwea alikuwa ametoka zake Morogoro, yuko Dar es Salaam hapa anawapigisha watu simu kwenye kibanda cha simu. And J-Mo ndo alimuintroduce Albert kwa P-Funk, na from there wote wakawa Bongo Records, na madude makali kama haya yakatoka kimya kimya na vitu kama hivyo, ikawa dope hatari sana. Na leo bana, washikaji kutoka hapo Ujanjani HQ tumeungana na washikaji wote wakale ambao wanapatikana hili jiji. Mnajua kabisa ninyi waga mnaenjoy, kwa sababu waga nakuletea DJs tofauti tofauti kutokea kila kona ya Tanzania, na tunapiga story. Na huyu hapa ametoka huko nyumbani kwao, au ni kwetu? Au ni kwa kina nani? Kwetu. Kule ni kwetu. Kwetu. Yes. Lakini ni kwetu wote. Kwetu wote. Yeah, DJ nyumbani. DJ Chiki, ladies and gentlemen. Anawakilisha moja kwa moja kipande cha Clown FM. Yeah, yuko hapa Ujanjani HQ kabisa, nyumbani pia. Yes. So unyama sana. Karibu sana my brother. Yeah, wagwan. Tumekuwa tukipanga sana ratiba like na nini, lakini kwa sababu wote tupo kwenye kitu kimoja, sehemu tofauti, ratiba zinaingiliana na vitu kama hivyo. Ni kweli kabisa. Na najua unaifuatilia Holzone na umekuwa sehemu ya Holzone kwa kuchangia maoni yako, kwa kuwapa nafasi vijana wengine na vitu kama hivyo. Kwanza kabisa naomba cha kwanza nawapongeza Holzone. Hii show ni modify sana. Na game ambayo mnaigusia kwa sasa hivi ni game ambayo imeajiri vijana wengi sana Tanzania. Ambapo kipindi cha nyuma ilikuwa inaonekana ni uhuni, lakini leo imekuwa ni ajira kwa watu wengi sana. Ajira rasmi. Ajira rasmi. Umeona, tunasema ni ajira huria. Yani wewe ndio wewe ndio ofisi, ndio ajira, yani wewe ndio ofisi, yani ndio boss, alafu ofisi ni wewe. So big up, na kwa sababu mpo kwa sana mnaongelea engo hizi sana, mimi nafuatilia sana kwa sababu ni mdau. Mimi pia ni DJ, ni muhusika pia, lakini vile vile madini ambayo mnatoa yanashabiana kabisa na yangu. Nakubali sana. Kwenye engo ya madini umekuwa moja kati ya mtu ambaye unaitumia mitandao ya kijamii kuhakikisha unawapa madini vijana wenzako, DJs wenzako ambao wapo kwenye level ambayo upo ya juu au ya chini, ambao unatamani kufika sehemu ambayo hiyo. Nadhani hiyo inakufanya usiwe DJ wa kawaida. Ndio. Lakini natamani kujua DJ Chiki, lini ambapo uliamua kwamba sitaki kuwa DJ wa kawaida? Okay. Maisha ni story. Na kila hustling ina mikakati yake. Yani kila utafutaji wa aina yote au msingi wa jambo lote lina lazima utengenezee agenda na mikakati yake, kwamba nikifika hapa nafika hapa, nikifika hapa nafika hapa. Yani kuna muda natakiwa niwe mdogo, kuna muda natakiwa nikue, kuna muda natakiwa nijitafute, natakiwa nikue, afu kuna muda sasa natakiwa niwe mimi, sasa niwe biashara, uingize biashara, uwe biashara. Ni biashara. Yani hiyo lazima ujiweke katika maisha. Yani nakumbuka hiyo siku mimi niliamua nikaa tu nyumbani, nikasema oya, hapa ilikuwa nakumbuka 2018 nakwenda 2019. Mimi mwenyewe nikamwambia hapana, lazima. Kwa nini yule yuko pale? Kwa sababu tuna mentor madija wakubwa ambao wao wanafanikiwa. Kwa nini amefika pale? Why mimi? Ni siku ambayo niliamua kwamba mimi kuanzia hapa nakuwa DJ mwingine, nakuwa DJ muhimu. Ama pro DJ. Namaanisha naanzia hapo ulipo. Mimi nisema naanzia hapa. So ulikubali kwamba sasa hivi mimi sio DJ wa tofauti, ni wa kawaida, lakini natakiwa nitoke hapa. Natakiwa nitoke hapa kwenye DJ wa kawaida, niende kwenye DJ muhimu. Mambo matatu ambayo umeyazingatia na yamekufanya utoke kuwa DJ wa kawaida na kuwa DJ professional. Matatu. Cha kwanza mimi naweza kusema ni nidhamu. Mimi nidhamu imenipa sana connection. Mimi nakumbuka mimi kukua mpaka nafika hapa nilipo bro, mimi sijapita chuo. Sijapita chuo kwamba ndio nikalipe hela no. Yani unafanya kazi, chuo ndo hicho. Yani unapiga gig, chuo ndo hicho. Kwa hiyo
hiyo nidhamu pia, na pamoja nidhamu ndio nidhamu ya nini hapo? Nidhamu ya kubehave tu kwa watu wakubwa sana. Mimi wakati niko DJ mdogo, mimi nilikuwa nafurahia akija DJ mkubwa, akija kwenye gigi yangu, mimi nilikuwa nafurahia, afu nakuwa rafiki yake. Yaani na force niwe rafiki yake. Ambapo sasa hivi ni DJs za sasa hivi ni ngumu sana. Yaani mimi nilikuwa nahakikisha kwamba kwa mfano naweza kwa mention kama brother DJ Zero, brother DJ Diomi, DJ Mafuvu. Japo walikuwa wanakuja sometime, yani hata kumsogelea ongea naye sana, lakini hata kama sijaongea naye kama akanijua mimi ni nani, lakini mimi ndo namletea huo haya ndo namkuletea. Mimi ndo namletea kebo. Mimi niko naye pale pembeni, brother kina misi nini? Unajua ile kitu? Brother kina misi nini hapa? Tuondoke. Yaani yeye mwenyewe udogo ni nani wewe? Lazima atakunotice. Anakupenda yani. Blaza anapiga hapa, kuna kitu kimekata, unasogea pale papa, blaza kuna nini hapa? Umeelewa? Hapa hata maji akikutuma unaambia, hata kama una buku lako yeye anaona vipi kutoa wewe, kuchukua tu blaza, usijali. Ile ilinitengenezea ni connection kubwa sana, yani ilitengenezea mimi urafiki na watu wengi sana. Ndio maana hata ilifika kwamba sasa ilivyofika sasa mimi nataka kukaa sasa kwenye level fulani, ilikuwa ni kunichukua tu, kaa hapa tuondoke. Wewe ulijishusha, ukutaka kujikweza. Kutaka kujikweza. Kwa sababu kuna kitu nilikuwa nakitafuta. Man. Unaelewa? Unyama. So cha kwanza nidhamu. Cha pili uvumilivu. Yes. Uvumilia nini kaka? Uvumilivu kuna vingi sana kwenye game yetu. Unaona bwana. Kwa mimi kichukulia mimi toka na hustle kwenye ligi, mimi nianza kwa local DJ wa kawaida kabisa, yule ambaye nichukulie yule anayefunga muziki. Mimi nianza sound engineer, wale wanaobeba maspika na nini. Sasa mimi ndo nilikuwa mimi. Yaani niko na midi 8 na base 4 naenda kwenye event mwenyewe nafunga, afu kipa na kucheza. Ushaona kipa na kucheza, yaani unafunga na kupiga. Afu no story. Afu malipo yake shilingi ngapi sasa? Yaani ni chini sana, ni kama 20 sasa, yaani 20. Yaani kipewa kubwa saa 20. Bosi atakachwa favor ni hela kula pale. Lakini mkienda kwenye sherehe manake ratiba imejikatia huko. Na kwenye event sasa kinachokuumiza zaidi, kinachofanya watu wakose kitu inaitwa uvumilivu. Wewe umefunga ile event na umefunga, yani wewe ndio kila kitu umefanya setup, kila kitu na umepiga na sometimes pengine wewe ndio ulikuwa na watu muda mrefu sana toka saa 9 saa 10 hiyo. Alafu inafika saa 5 saa 6 anakuja DJ ambaye DJ mwaliko ambao ni guest DJ. Anafika pale ndo anafunga set, afu na masaa haya mawili. Afu mimi si kwamba nadisi maana kuchungulia budget aliokota, unaogopa sisi bado, au unasema sisi bado why here, yani why here, yani mara yani ni mbingu na ardhi, yani hela aliokota ni mbingu na ardhi, na kazi uliyofanya sio mchezo. Na mimi hao watu nilikuwa nao toka saa 10 nilichoambiwa kutuzwa, labda kutuzwa bwana ni yali, yani mtu anakutoza hata buku hata jelo haichaguli. Sasa mimi nilikuwa nao watu nakuta sana rafiki jamaa nakuta sasa ile ya kuvumilia kwamba one day ndafika, maana umeshaamua kwa sababu ngoja nisubiri. Let's subiri. Yes. No. Cha tatu umenipa viwili. Cha tatu ni practice, yani practice, yani mazoezi na practice. Yani uvumilivu, heshima, lakini vile vile wewe mwenyewe pia unajiweka vipi mazoezi na kujitengeneza. Yani kujitengeneza kila siku, ya kufanya practice kila siku na kupata vitu vipya. Kwa mfano kufuatilia game kwa ujumla, kama hivyo connection ndio kujitengeneza na vitu kama hivyo, lakini vile vile kupractice. Sasa watu watakupa gigi, je, yamo? Ndo hayo sasa. Yamo, yani kama hayapo vijiji vinaruka. Lazima tusikie chips bro. Yes, tusikie chips kama wewe unaondoka na watu, yani yani watu wamekaa huku, si scratch vyote vinaendana na nini, vyote tutakuwa vicombine, sawa. Kuna muda utafanya testing, kuna muda utafanya yani, kuna muda utafanya hivi vitu vyote. Ndio maana pro DJ anataka kukamilika vitu vyote hivi, sawa bwana. Mixing si nini, yani techniques, yani DJ techniques, atuofe vitu vya tofauti. Au sio? Hiki kitu kinaitwa scratch, ukisikia mkono umelia kwacha kwa bwana. Sasa hapo nadhani ndo tunapoenda kuanzia DJ Chiki, kwa sababu
tuna nafasi ya kuongea tena. So kama ulivyosema tumeshapiga story nyingi tu hapa mwanzoni. Chiki ana vitu vingi sana vya kuongea na wewe ambaye unatazama show, so usitoke. Una mengi ya kumuuliza pia, ongea naye sasa hivi. Cha kufanya ni kutuma ujumbe wako mfupi kupitia calls za kijanja ziko hapa. Pita kwenye mitandao yetu ya kijamii, tuko live na Maisha sasa hivi hapo YouTube, X na mitaa yote, au sio? Tuambie unaitwa nani, tu digital tunaenda hivyo. Hii is L5 naondoka hivyo. DJ Chiki, andika DJ Chik hapo kwenye Instagram yako, YouTube yako pia nadhani una YouTube pale, au sio? Kuna ma playlist yuko, kuna kila kitu. So sasa hivi ndo tunaianza hivi. DJ Chik, sisi alamu zetu ni mikuno bro. Umetuambia hapo madude, kwanza sio umetuambia, tunaona, tunajua uwezo wako. Anzisha jambo hapo. Maelekezo haya hapa kutoka kwa DJ Chik. Back to the business, back to the mchongo. Mchongo ni mmoja tu, kupata burudani sahihi mpaka baadaye sana. Niko na DJ Chik Tanzania. Najua umesha enjoy kabisa, na huo ni utaratibu wa kutupata kila kona ya Tanzania ukiwa popote duniani pia, kwa sababu tuko live kwenye website yetu. Tunaweza kutupata kila kona ya dunia hii. Ni chobi zako tu na internet yako, unaishi Kinyamwezi, lakini pia kama hauna bando la kutosha, wewe hakikisha tu unatumia pesa. Kwa nini una pesa wakati mimi ninakwambia cheza pesa sasa hivi? Utaratibu ni mmoja tu, kama unajua haujui, maelekezo haya hapa chini yanapita kwenye scroll yako hapo. Utaratibu ni mmoja tu, wenzako tunacheza pesa ili upate pesa. Shilingi milioni 104 za Kitanzania zipo kwa ajili yako tu, kwa sababu ukicheza zaidi unaingia kwenye draw. Lakini pia Jumapili ni finali za kombe la dunia, na hapo sisi kwa sababu wanao kucheza pesa, tumeona kabisa mwanetu ulikuwa na kombe la dunia bampa tu bampa. Wakati ambaye atachukua kombe atakuwa anafurahia, basi na unaweza kuunganishwa na hizo sherehe kwa kujishindia gari lako jipya kabisa, ndinga mpya kabisa imewekwa kwa ajili yako. So chukua buku lako sasa hivi la Kitanzania, ingia kwenye simu yako, ingia kwenye menu malipo hapo, afu tuma ile buku kwenda namba ya kampuni 321111 Kinyamwezi kabisa. Pia kumbukumbu namba weka 222. Maelekezo hayo hapo chini yote. Utaratibu ni mmoja, L5 mimi nakupa michongo sasa hivi, na niko na DJ Chik. Najua nani Rehema na kuona huko live na sisi. Jonas pia uko live na sisi. Wanasema DJ umetisha, nitakupa dada yangu, love you. Haina noma. Wewe ni aje L5? Mimi ni DJ Frank kutoka Kagera. DJ na vibe kinyama. Yes. Unavyomuongelea DJ Chiki ni nyumbani kwa vibe kabisa. Wanasema kaka Eli naomba wimbo wa Kasim na kupenda. Haina noma. Unyama kabisa. Ikupa nimekuona. Wanasema mnatisha sana. Viki kutoka Katoro. Jamani watoto wa Katoro. Katoro si ndio ulikopa bosi wako juzi? Wanatua tajiri kala tajiri. Haja kuokotesha? Kawaida. Yaani unajua jamaa amejipata sana. Alafu hizi ndio hapo kwenye trend yani. Sure, ndio maana kila mtu anataka kwenda Katoro. Kila mtu anataka kwenda Katoro. Katoro, hamna fursa za madj kule, labda kaenda tu. Wewe mnashangaa mpaka sasa hivi sijaona eti post yako ukiwa Katoro. Bwana tabii niende bwana. Ndio mijuzi kati alikopo Kahama. Ni Kahama. Sio Katoro. Alikopo Katoro pia ameenda. Nafikiri ni kama sikosa kuna bali kwenda Suze launch kama hiyo. Yaani ile zoni kwa Diomi ile kaishika ya kwake. Na ndio kwa DJ uambiki tu. Jitu naye ana mchango kwenye safari yako ya DJ. Sana. Ingekuwa haujawahi kumpa nafasi ya kumwambia, na tukasema mwambie kitu ambacho hujawahi mwambia Diomi sasa hivi, your brother. Diomi cha kwanza ni brother ambaye ana upendo sana. Yaani kwanza ambacho amejiwekea yeye. Sawa. Yaani nyeusi, nyeupe. Umeelewa? Na yani brother Diomi ana akili moja kubwa sana. Anaweza kumtambua mtu hata mnafiki. Anaweza kumtambua mtu ambaye yani ndo alivyo. Tumeumbwa tofauti, lakini brother Diomi ni brother ambaye anaweza katambua wewe unacheka lakini unacheka kininja. Sure. Yaani wewe kuna namna tu. Ndio maana watu kumzoea jamaa hawezi. Sababu gani? Unaweza kuona msikia hivi kama mcheki ninja. Na anajua. Lakini pia unaweza ukacheka naye vijua unacheka, yani una real. Una love ya kweli. Mimi nakumbuka nilikutana na brother Diomi alikuwa kwenye event za Fiesta zile. Zile event za Fiesta mimi nilikuwa nasafiri kama DJ wa wadogo ambao wao kwenye timu za marketing hizi. Mimi nasafiri na ile mafuso yale. Usiani na ile timu za Klaus. Ilikuja ile mafuso yale ni mshike ile muziki unapigwa ule. Unapiga kwenye mapia. Yani sisi ndo tunatangulia mkoani kwenda kukiwasha kule kuambia watu barabara nzima tutachafua, ndio muziki ile mimi ndo nipatie DJ zangu nani ndo DJ huyo. Sielewi hata moja, nimekula zangu brand uniambie kitu hapo. Kuna dadeki. Yani makampuni wanaeli hapo kule t-shirt moja ya Fiesta kama ndo umetoka Clouds afu sio Clouds, yani mteja umepewa tu afu ndo ngoma inaondoka. Kile ilikuwa ni timu ya marketing ambayo sio kutoka kwa marketing. Lakini tulikuwa tunapata nafasi ya connect kwenye zile event. Sure. Sasa nikiingia kwenye zile event kule backstage, mimi
Diomi nilikuwa nikimuona hivi lazima nimfuate. Lazima umsogelee. Namsalimie japo sasa tunajua ile kutokufahamiana sana kama mimi ni DJ na nini, lakini na pia anakutana na vijana wengi kama wewe. Unaona watu wengi sana. Kwa hiyo unajua mtu madogo hao ambao kuna kauli juzi, kuna madogo fulani akakuja akafanya interview hapa, simsemee kwa ubaya, namba nimweke sawa. Alisema ma DJ wakubwa wanavimba. Huo sio wa kwanza, wanawasema wengi sana. Anasema ma DJ wakubwa wanavimba, wanatuvimbia, wanakunjia vijana. Wanatukunjia I say nilisikiliza ile interview akasema hivi wanajua yani wanajua mtu kutengeneza brand inataka nini? Kwa nini nataka nini? Kutengeneza brand cha kwanza lazima uwe wewe. Sawa. Alafu kuna mipaka lazima ujiwekee. Yaani sio kila ndio maana DJ ambaye ana jina kila siku umkutikuti sehemu za ovyo ovyo. Umeelewa? Yaani sawa umekutana naye. Yeye yuko on top hapo juu, yupo Klaus ujue ni wa moto. Alafu wewe unataka ulete zile yani kuna vitu fulani lazima utengeneze. Kumbe uwaga sio kosa lenu. Pengine uwaga wanakosea namna ya kukuingilia. Yani sasa mtu akakupa, kwa mfano mtu akakupa gigi yake kubwa sana, hela nyingi, sawa. Unafika pale upo backstage, watu wanakusubiri wale perform pale juu. Alafu ghafla nakukuta huko mbele, mwenye gigi anakukuta huko mbele huko ni kijiji cha watu wanasalimiana nao, kwa mashabiki wanasalimiana nao. Yani kabla hata ya show. Maana ile alofanya iwe surprise ambacho watu wasubirisha kinakuwa umeshakiua wewe mwenyewe ambaye ni DJ Brand. Yani wewe ndo yani biashara yake ambayo kwa jamaa akakupa wewe, yani biashara zimekutana na biashara. Wewe biashara moja imeua biashara nyingine. Kwa nini nasema hivyo? Kwamba the way DJ wanawekwa hidden, yani ona DJ au msanii. Kwa sababu mimi juzi nimeelezea DJ ni msanii. The way labda unavyojiswitch ndo wewe mwenyewe watakavyo kuchukulia. Sawa? Ndio utafika mahali itaweza gigi lo balisha ni hiyo ya hela kubwa. Nyingine zote utapiga chini zote kwa sababu gani? Ndio unavyojiswitch. Chiki. Nataka tufanye leo hii wewe sio DJ Chiki mwenye nafasi hii. Unakutana na DJ Elitano hapa, ni DJ mkubwa. Unafanya nini ili upate kitu ambacho unatamani kukipata kutoka kwangu? Ndio umekutana na mimi. Cha kwanza mimi naweza kusalimia kwanza. Mambo vipi brother, popo bwana, fresh. Mimi bwana ni DJ. DJ tena nasema mimi ni DJ mdogo, sisemi DJ mkubwa. Unaelewa? Mimi bwana DJ mdogo, lazima nitafuta napiga ba fulani. Okay, hapo na fresh hapo bwana. Mimi nakwambia tu mimi bwana Elitano, mimi nafurahi sana mwana. Mimi ni mentor wako. Yaani mimi wewe ni mentor wangu. Mimi nafurahi sana, nafurahia sana kazi zako na nini. Inakupa faraja wewe. Alafu ikikupa faraja wewe, faraja inarudi kwangu, na yani unaweza ukashare hapo either muda huo au baadaye au next yani nimekupa maua yako ya ukweli, sio kinafiki. Lakini vile vile nikipata tena kinafiki tena, hizi baraka tena azirudi. Azirudi. Yani mfurahie, naomba siku zote DJ mdogo mfurahie, DJ alofanikiwa. Yani no matter what, kwa sababu ile riziki yeye kakaa pale hujamkalisha wewe. Amepambania pia, lakini pia Mungu pia. Kuna mitego ile itengeneza mwenyewe na Mungu pia ametengeneza. Mungu yuko nyuma yetu. Kila mtu anamwomba Mungu. Sawa? Tusifiche kwenye kivuli cha Mungu. Sawa bwana? Kuna mapambano mengine. Unatengenezaje connection? Umejiset kwenye engo zipi? Yani upo kwenye engo zipi za biashara yako ya DJ? DJ Chiki, tutarudi hapo. Tunavyorudi sasa hivi nataka tupige session nyingine. Utanambia DJ anatengeneza vipi connection. Lakini kuna mengine hapa tutayaongea. Anaitwa DJ Chiki. Yuko hapa kukupa burudani, lakini pia nondo kabisa. Knowledge anazidondosha sasa hivi hapa. DJ Chiki, muda wetu ni mchache lakini ni mwingi sana kwako, kwa sababu unaweza kupiga magoma kibao. Tundoke. DJ Chiki yupo kwenye TV yako sasa hivi. Nataka kulewa, mimi nataka kulewa. Mimi nataka kule hivi. Nani aliwaambia pombe inapunguza mawazo? Mmejaribu soda nyinyi? Unyama kabisa. Niko na DJ Chiki, ameshanyosha session 2. Leo amekuja Alhamisi ya leo kwa sababu woga tunakuwa na time ndefu zaidi ya siku zingine, so mpaka na nusu tuko hapa. Au sio DJ Chiki? Unyama. Moja kati ya mjadala mkubwa ambao uliibuka kwenye mitandao ya kijamii, na wewe pia ni moja kati ya mtu ambaye umekuwa ukiongea vitu kama hivyo kwa ajili ya kujenga vijana. Ilikuwa ni issue ya kwa nini sasa hivi tuna DJs wengi ambao wanatuonyesha kwamba wamefanikiwa, lakini kiuhalisia hawajafanikiwa kama ambavyo
unavyotuonyesha kwa sababu kuna DJs ambao wamejijenga wana uwezo na wamepata nafasi na wanapata fedha kupitia DJing. Si ndio? Lakini kuna vijana wengi ambao wameingia wakiwa wanaamini mchongo una hela na wanahisi hizo hela ziko jirani. Tunafikia kuwa na vijana wenye majina makubwa, mifuko midogo, au wengine wenye majina madogo na mifuko midogo, lakini pia ndo mchongo pekee wanaotegemea. Natamani unieleweshe vizuri, ulikuwa umelenga kitu gani? Kwa sababu pale pia baada ya kuongea kuna ambao walikuelewa wakaenda straight to the point, lakini kuna watu ambao wakawa wanahitaji kueleweshana zaidi. Nadhani ukininyoshea ile ilikuwa imekaa vipi itakuwa unyama zaidi. Okay. Kichwa malengo ya ile posti zilikuwa posti mbili. Posti ya kwanza nilenga watu kujitambua. Lakini the main point ambayo imebeba vitu vyote vile ilikuwa ni issue ya side hustle. Side hustle maana yake mchongo mbadala. Yani tunafanya DJ. Tunatakiwa tupate hela. Sawa? Lakini ukiangalia ili game la DJ lilivyokaa, yani ukiangalia ukifanya rotation ukifanya yani tathmini ya sehemu zetu ambazo tutafanyia kazi so nyingi hivyo, tofauti na wimbi la DJs ambao wamezaliwa. DJs ni wengi kuliko maeneo sometimes watu ambao nani. Sawa. Sasa mchujo huu, kwa nini unataka kubaki consistency ya watu wale wanataka kubaki? Kwa sababu wale jamaa ambao wanataka kubaki kwenye mainstream ni wale ambao tayari tushaji tune tayari. Yani mimi nikiwa na show fresh, nisipokuwa na show fresh yani naishi. Utaishi. Kinachofanya na hiyo inatusaidia sana kuwa na side hustle, inakusaidia wewe pia kugrow. Yani kukua. Kukua kwa maana ipi? Kwa mfano ukifanya tathmini ya madije wengi ambao wamefanikiwa, hata ukimsikiza Bazari hivi anakuambia kuna kitu anafanyaga, anacheza mpaka michezo ya kina nani? Ya kina mama ile. Lakini mnaweza mkaona kwamba nini ile si kitu gani kile? Ni kazi ile, sababu unaweka hela, unadunduliza, unakuta umecheza umepata hela imekuja huko. Lakini kuna mengine pia ambayo hatujui. Na ana DJ Academy na nini hivyo yani madije wengi ambao unaona ana gari, ana drive. Mimi ngoja na drive hapo bro. Hata kama sio gari kubwa sana lakini hicho ambacho ni chako. Uko ndani ya tinted, unaelewa? Lakini ninachotaka kumaanisha ni nini? Lazima uwe na side hustle. Side hustle maana yake kwamba utakuwa na uwezo na confidence ya kuchagua show hii ya hela, hii sitaki, hii ndafanya. Tena simu inaweza ikaja ikana hela ndogo. Wewe mwambie tu bwana, hii bwana wape wadogo zangu hapo. Yani usimwambie Yesu hela, yani promoter kupigia simu au manager kupigia simu, itegemea unaona unaongea naye na unaorganize naye. Haimaanishi umdharau, lakini mpe uhalisia kwamba mimi kwa uwezo wangu mimi hivi na hivi na hivi. Sasa hapa kuna vitu vingi nataka utambue. Hizo simu mbili, kuna mtu mmoja anakupigia simu ashafanya na wewe from kutoka chini kuja juu, ukiwa unapokea ndogo. Amekutengeneza katika namna moja ama nyingine. Hao sisi tunawatunza kwa sababu hao ndo icon wetu, kwa sababu huyo ni siri yako wewe na yeye. Hata kama unapiga show zake bure, lakini ukienda pale ushamulikwa na ile mataa tayari, ashakutengeneza ndoano. Na simu ambazo zitaanza kuingia kutoka pale, sawa, ni za kwako yeye aziingilii. Yule akikupa hata kesho dili lake yeye, unaenda kufanya hata kwa hela ndogo. Unamaanisha ni kukumbuka ulikotoka. Lakini kwa hiyo narudi hapo kwenye kuchambua, kwenye kuchambuaji wa hii price, kwamba nimejaribu kuchambua hapo. Sitaka kuingia nisiingie vitu vingi, lakini ninachotaka kumaanisha ni kwamba lazima tuwe na biashara mbadala. Biashara mbadala kwa maana gani? Kuna watu wengine anaweza kana ana biashara nyingine ambayo yani ipo huko chini kwa anafanya, kwa sababu udije tunaonekana kwenye mataa kama hivyo. Unaona kama hivi leo sio watu wanajua DJ Chiki nipo kwenye mashine na nini. Watu wanajua kwa mipaka ya hapa. Kama wakitaka kuswitch angle ya DJ wasikilize muziki, maana wananicheki DJ kwenye angle hii. Lakini kitoka nje ya kamera unajua mimi nafanya kitu gani? Kuna issues zingine. Issue nyingine nyingi tu tunafanya sio nyingine. Umeelewa? Utaenda huku. Kwa maana gani? Na maanisha ni kwamba mfano mimi sound engineer, nimezaliwa sound engineer. Nikaamua kujiwekeza huko. Nikaanza kununua speaker ya kwanza, ya pili, tunadunduliza kwenye hizi gigs. Leo mimi na speaker nyingi tu ambazo naweza kufanya biashara. Yani nikakodisha sound, PA sound like this na vitu kama hivyo kwenye corporate event na nini. Kana nikafanya. Safi. Lakini naweza nikakosa gigi labda ya kwenda kupiga bar fulani wiki hii. Sina gigi.
Lakini mimi na enjoy kwa sababu nitatoka niko na vijana wangu na timu yangu kabisa ni yani wapo. Na mimi pia nimetoa ajira tena kwa DJ wengine wadogo ambao ni wale ambao kama niko kukaa mimi zamani ambao wanatumia laptop na nini ambao kwa ajili ya kufanya jambo liende ku press play. Unaweza ukakosa gigi la kupiga muziki lakini ukawapa muziki. Bro, mimi naweza kakata mwezi sina gigi, uone Instagram yangu inaonekana. Lakini watu wakiona vile wanaona wao DJ limbukeni sasa. Wakiona vile DJ huna post ya show, basi anakuchukulia umechuja. Anachukulia umepotea. Oya mzee, tupo chimbo huko sisi chimbo huko tunapiga show nyingine, yani unakuta una michongo mingine kwa sababu hivi mimi nilielezea kitu kimoja. Niambia kitu kimoja, hujapata gig sawa, ushakuwa DJ mzuri sawa, unagonga vizuri fresh. Sawa. Tutoke huko kwamba umejitafuta. Nakuja kuongelea baadaye kwamba kujitafuta ni maanisha nini? Yaani ukishatoka chuo ufanye nini? Hiyo nakuja kuvuka. Naongelea tayari ushajipata, tayari upo kwenye reli. Sawa. Wiki una gig. Sawa? Kwa sababu labda simu zikita unaambia bwana hapa tayari kuna anaingia DJ. Sasa hizi kuna rotation hizi baa sasa hivi na wanafanya rotation ya mwezi mzima. Wanakuwa na ratiba DJs ambao wataperform. Wengine wanazinunua kabisa zile gigs za DJ, baadhi ya DJs. Anazinunua. Wanazinunua kabisa nimekati nimeweka contract wana kila Jumamosi ya wiki wewe ni wewe. Kwa mwezi mzima ana show 4 ambazo anafunga. Kwa hiyo wewe ukienda kuomba gig pale Jumamosi wewe utoboi pale. Sasa tufanye sasa, kuna mfumo huo. Wewe ni DJ mkali sana ambao upo sometimes unataka umewish kwenda kuwasha pale. Sometimes tukikaa nyumbani watu tunapiga simu, tunakumbuka ndio sana nipigie si nilipa. Sio lazima ananipigia sana yeye. Sawa? Naweza kumsalimia bwana, mambo vipi bro? Vipi? Akambia poa. Bwana nitakucheck. Sawa? Nitakucheck kuna Jumamosi kuna hivi na hivi na hivi. Of course unaipokea kwa sababu ni positive, kwa sababu lazima wafanye rotation. Walivyokaa kwenye vikao vyao na maridhiano yao kwamba ili tuuze, kwa sababu pale inaongelea biashara. Ili tuuze wanaamini DJ fulani atatuuzia. Sawa? Ili tuuze kwa mauzo haya DJ Chiki atauza. DJ Editano atauza hapa. Unaona? Kutokana na takwimu zao na mapendekezo yao. Labda tubadilishe upepo wa DJ washapiga sana nao. Tuchukue wengine. Vikao vinafanyika kwenye bars na clubs hiyo ipo tunajua. Sasa the way labda pengine unasubiria hizo gigs zije, simu ya kwanza labda pengine imekuja labda mshindano bei, nyingine labda imekuja hivi na hivi na hivi, labda pengine hauna gig. Haya, hiyo wiki unafanya nini? Maana uko nyumbani. Kama si una show, kama sina show. Sina show maana uko nyumbani. Sawa? Unakaa wiki nyingine pia zimetoka hizo gig pia. Umeona? Ikaingia moja tu katika wiki mbili imeingia moja. Bado kibiashara na kisoko hujakuwa, maana yake uko chini, maana yake bado una yani mfuko una kitu wewe te. Sawa? Sasa tulichokiongelea nini ni kwamba ndio maana tumetengeneza wimbi kubwa la DJ ambao ni omba. Leo DJ anaenda pale, DJ mnaenda sehemu kwenye mapati mnaaliko mpaka aibu. DJ anaomba tunatembea na vile vikombe vile glasi vile. Memina vibaya mno. Lengo ni kwenda kumsupport ile mwanetu, labda birthday ya DJ fulani mwanetu kwenda kumsupport. Lakini unaenda kukuta kwenye zile meza tuzokaa. Umeona? Sio wengine tunaenda pale, flasha tunaagiza kama vinywaji vyetu ndio kunywa. Yaani tunamsupport kwa sababu lengo la yule DJ ile crowd haijaze, lakini vile vile aonyeshe kwamba na mimi pia watu waliompa venue pia waone kwamba ana watu pia amejaza watu wamepata kitu. Lakini unaenda pale tena tunaanza kumchomesha yule. Inakuwa changamoto tena. Inakuwa sio. Kwa mwisho wa siku kipimo mimi nilipoenda kwenye hizo event ndio nimeona hicho kipimo kwamba DJ si ni maskini sana. Kuna haja ya kuhakikisha mna side hustles, lakini pia ndo ile everyday nikikaa hapa huwa naongea na DJs kwamba waza nje ya boxi. Game biashara ya DJing haishi kwenye shows tu ambazo utazipata au ofisi ambayo umeajiliwa. Angalia kuna fursa nyingi unaweza kuzipata kupitia hapa au nje ya hapa. Nadhani DJ Chiki tutaongea tena hapo mbele. Au sio? DJ Chiki anazipiga sana. So nataka tupige session ya 3. Hii ni fupi kidogo. Nitaka nimalizie kidogo kwa sehemu hapo. Kwa hiyo nilichomaanisha kwamba lazima uwe side hustle mchongo mwingine. Ukishakuwa na mchongo mwingine maana yake utaweza grown up, utaweza kuwa na uwezo kuchagua show. Kuna jamaa bwana aliuliza kama nimetoka chuo, nimesomea udj, alafu mimi tena nianze kufanya mchongo mwingine tena itakoje kwaje? Nataka nijibu kwenye hicho kipengele. Niambie hapo, DJ ambaye ametoka chuo, pap leo hii anatakiwa afanye nini? Cha kwanza katoka chuo, sawa? Ina maana kabla uenda chuo unakuwa tayari na mazingira. Unataka unachojifunza maana ukishakifanyia research, maana una mazoea kwenda pia zile sehemu. Ushaona DJ kwamba unalipwa na unatamani kufanya. Wengine wametamani kufanya ukubwani, sio totoni. Walikuwa yuko chuo anataka kwenda kusoma kitu gani, si IT si kitu gani, akaona mbona soma DJ kwa sababu tulikuwa kama short cut baada kuona michongo inakataa. Wengine wana chuo kabisa. Sasa
umeenda ushatoka chuo sawa, cha kwanza anza kutengeneza connection sahihi, sawa, anza kutembelea mazingira ya hiyo kazi yako ambayo hata kama ukipewa utaenda kuifanya. Anza kusoma muziki na playlist tofauti. Muziki ni mingi sana, DJs wengi wamekimbia kwenye mapiano. Sawa, lakini kuna mtu akimwambia nipigie rock hapa, haelewi. Nipigie sasa, haijui hiyo. Umeona? Nipigie ni vitu kibao, yani kuna baadhi ya nyimbo watu wengi hazijui. Ndio maana hata kwenye mapati makubwa wana DJ wanao trend ni wale. Event zote kubwa au corporates wanao trend ni wale kwa sababu ma DJ wengi wa kibongo sio wajuaji wa muziki. Na ndio maana wanatakiwa cha kwanza waanze kusoma mandhari ya biashara, muziki gani unauza kwenye hizo club na nini, lakini vile vile utaanza connection, kuona ma DJ wenzako wanafanya kitu gani, pia nani namba na mambo gani yanaendelea. Lakini sasa DJ anatoka huko chuo, anaenda kuomba gigi moja kwa moja kwa meneja. Umeelewa? Akifika pale labda kitambaa cheupe wapi, anaenda bwana meneja yuko wapi? Bwana mimi DJ bwana naua vizuri, kwa kapendeza na nini ka switch, lakini nipe show nipe gig. Kwa kibahatika akipata gigi, oya anapewa show. Ile kupanda tu hata kabla hajagusa chochote. Unajua hivi vyombo sometimes labda kuna confidence. Yaani ukishaonekana tu hivi watu sasa hivi watu wanaelewa. Ukishapanda tu unajua usio DJ. Unajua ule. Kwa sababu watu kupanda pia unaogopa. Unaona mataa hivi. Ulikuwa unapiga vizuri maana unaongeza hicho beza effect umepiga maembe hata. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba umetoka kule hujafanya research ya mazoezi ya kupata experience kwanza. Sure. Crowd unaivamiaje? Ulikuwa unafanya mazoezi ndani mtu wawili. Leo unakutana na kijiji kimeshona mpaka kwenye stage. Unaondoka nacho vipi? So kitete kwanza ukitoe. So connection kusoma experience vizuri. Cha tatu ni uvumilivu na consistency ya kuendelea kufanya hivyo. Lakini mwisho wa siku ya mwisho utakiwa pia uamini kwa ambacho unachokifanya kwamba kinaweza kukufikisha sehemu unayoota kufika. Kwa sababu utakwenda kiimani pia. Hakuna uwezo kufanikiwa kama una uamini unachokifanya. Hata kama unalima shamba afu wewe uamini kwamba mimi ndapata mazao, wewe kufanikiwa ngumu kwa sababu wewe mwenyewe pia mchawi wa kwanza kwamba I trust mimi DJ Noma. Sawa? Lakini kama DJ Noma nataka nifanye vitu gani? Nataka nianze kutengeneza kwanza soko kwanza. Link up pia tulivyoongea link up. Then nije kwenye kupata experience kwanza, then nianze kukaa nyuma ya madj ambao wamefanikiwa. Tuondoke. Tutauana sasa hivi. Jamani darasa ni kubwa sana. Nadhani tuna uhitaji wa madarasa. Najua kuna madijis kibao sasa hivi naona mmetulia, mmeloa, mnapata madini sasa hivi. Kuna ambao mnashika penda na karatasi. Fanyeni hivi kwanza. Angalieni anachokifanya kwa dakika hizi 10 na ambazo nataka kutunyoshia, and then tutakuja tutamalizia na kitu kimoja cha mwisho. Tunakuwa tunajichimbisha. Tuondoke. Cheza pesa utaratibu huu hapa chini kwenye TV yako. Tuondoke DJ Chiki. Tuondoke. Tunaondoka. Nasikia. Umeolewa ndaleta zawadi. Kutunza heshima. Richard Mavoko noma kabisa man. Noma Meso Bongo Flavor. Niko na DJ Chiki. Chiki, nickname yako nyingine ni ipi? Kuna watu wanajiita machizi muziki. Mimi naitwa Chick D019. Chick D019 the mix master. The mix master. The mix master. Lakini vile vile you can call me Mr. Premium Vibe. Mr. Premium Vibe. Premium Vibe. You know the premium. Premium ni kitu ambacho kimeni exclusive yani. Yani kama zinalia. Sure. Unyama. Wewe kama Mr. Premium Vibes. Yes. Nini ambacho unakipenda kutokea Tanzania? Unachopendezewa nacho zaidi? Mimi kwanza napenda Tanzania ni amani. Sure man. Tuna amani sana mzee. Yani tusisikilize vitu vya ajabu. Tuna amani, tuna uhuru wa kufanya vitu, tuna uwanja mpana wa kufanya. Yani kama yani ni wewe tu kuwa na uwezo wa kubuni kitu na kikaenda. Yani tuna uhuru, tunafanya kikubwa ni watu kufanya kazi ya kuamini ndoto zao. Kila kitu kinawezekana kwa sababu hata wale wafanikiwa waliwaza. Yani ukiwaza una 50% jambo lako kufanikiwa kwa hilo level. Kwa hiyo tuwaze, tufanye kazi, afu tuondoke yani. Safi. Sasa DJ Chick, tumeongea mengi. Of course, asante sana kwa kuja my brother. Najua kuna ratiba ambazo umezi skip kwa ajili ya kufika hapa. Wewe kwa ni sawa na DJs wengi wanaokuja hapa, lakini unaweza ukawa una nafasi yako kwa sababu kuna wengi ambao unawainspire pia walikuwa kitazama show. Kuna ambao pia watakutana na interviews ambazo tumezifanya hapa. Wasalimie sana nyumbani wakina DJ KG, G2, of course G2 aliniahidi kwamba lazima aje hapa. Wakina DJ
wote bana, wakina Traizer wote, wape maua yao sana, waambie wanafanya kazi kubwa sana. Nikikaa nikitulia nikitazama mnachokifanya natisha big time. So mfano hii ingekuwa interview yako ya mwisho kabisa kwenye maisha yako ya DJing, ni jambo gani ungewaambia DJs kutokea Tanzania? Oya, wasichukulie poa. Yani wasichukulie poa, game ya DJ ni biashara. Game ya DJ vile vile ni kitu serious, yani lazima kifanywe mikakati yote ambayo inasababisha mtu akafanikiwa. Yani sio kwamba mtu sehemu nyingine tu ndio inaonekana mtu anaanza kuhustle ndo akafika. Kuna DJing vile vile. Umeona bwana, hakuna shortcut. Work hard, deliver, watu wakione waone vitu. Yani work hard, deliver, watu waone vitu, afu trust. Tunaondoka. Basi ni hivyo ndo ambavyo tunaondoka. Msalimie Emmanuel Luvanga, my sister. Msalimie Dula, mnyama kabisa, au sio? Anakiwasha. Tukutane pia Jumatatu, ndo tunakiwasha tena hapa. So next week pia ni ya moto vibaya mno. L5 waga na kuepo na wewe hapa Jumatatu hadi Alhamisi. So unyama big time. Tukutane J3. Ciao. Sasa hivi Jaba linafuata na mashow mengine makali ujanjani. Chiki, nipigie moja ya mwisho niondoke. Au sio? Okay. Nitaleta zawadi kutunza heshima. Ale baby.